Kipindi cha michezo na burudani kwa hisani kubwa ya GSM, magodoro yaliyo bora nchini Tanzania. Nikianzia hapa nyumbani, Simba na Yanga watunishiana misuli kwenye usajili ulio bora. Haya yote utayapata kwenye kipindi changu cha inaitwa Mawimbini hapa. Na jina langu Scoba Drama au Mr. Okay. Nikianzia upande wa Simba sasa wagawanya mafungu matatu kwenye ushabiki. Hawa wanampenda Mangungu, hawa hawampendi Mona, kuna wengine wako 50-50. Haya yote utapata kwenye meza yangu ya michezo. Upande wangu wa kulia nina mshabiki wa Simba, hana haya ya kuongea. Ndugu yangu, unaizungumziaje Simba ya sasa? Kutokana na hali ya sasa hivi ndani ya klabu. Kwanza ungetaka kufahamu jina langu bado hujalipata. Jina langu mimi naitwa kwanza Bakari Kitunguu OG International. Kutokana na hivyo nilianza kuongea Mangungu nimemuita zaidi ya mara 3. Mangungu naendelea tena kumuita zaidi ya mara 3. Aiachie timu ya Simba. Kwa nini anaingangania? Mwaka huu sasa tunamfuata mpaka kwake sisi tunampata. Aiachie tu timu yetu. Kwa nini anaingangania sana? Na labda nikuulize kitu kimoja tu. Wewe kwa upande wako aswa kati ya Mangungu au Mo, unayemwona mkosefu zaidi ni yupi? Mpaka sasa hivi mimi naona wote waiachie tu timu yetu. Ndio. Tupate wadhamini wapya ili mimi tujue tunafanyaje. Kwa sababu ukiangalia uchezaji sasa hivi wa Simba umekuwa mbovu. Haueleweki. Wachezaji wanacheza wanapoenda tu, yani wanaenda kama wamepangwa. Yani kama matokeo yameshaandaliwa. Na labda pengine kwenye usajili wenu sasa. Unaweza kuniambia usajili wenu uliendaje na wachezaji ambao mmewachukua na kiwango chao? Mpaka sasa hivi nashukuru kidogo kwenye basi gate pale mbele kwenye safu ya ushambuliaji kidogo kuna vitu. Kama yule Mpanzu anacheza kwa kusaidikiwa tu. Kwa sababu ukimwangalia Mpanzu uchezaji wake ule anaocheza, kwanza ukivuta ukirudi nyuma huku Mzamiru Yasini, kuna vitu ambavyo wanavifanya ambavyo havieleweki. Sawa, tujue alipo. Kutokana na yule Mpanzu anavyocheza, inabidi watu waliokuwa kwenye klabu ya Simba waangalie kwamba tunahitaji viwango ambavyo vya kusukuma timu ya Simba. Naam, huyo ni mshabiki wa Simba akinipa mawili matatu na ulalamikiaji wake. Labda pengine huko kwenye bodi ya Simba watakuwa na lipi la kuongea. Lakini upande wangu wa kushoto nipo na mshabiki wa Yanga, atajidalimisha jina lake. Pia na yeye atanipa changamoto ambazo zinaendelea au burudani ipo kwake au majukumu yako vipi. Naam, kwa jina lako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Binamu Mwinyi. Ndio, unaizungumziaje timu yako ya Yanga? Timu yangu iko safi kabisa, iko safi. Hakuna wasiwasi. Hapa nataka kufahamu kwenu nyinyi kuko vipi, maana upande wa pili kidogo kuna mkakasi mkubwa ambao unaendelea. Unaizungumzaje kama Yanga? Ndugu mtangazaji, wewe mwenyewe umeona. Klabu yetu iko safi kabisa. Hakuna tatizo lolote. Sema tu zile fitina tu za Waarabu. Sasa tulikuwa tunavuka hivyo. Yaani nacheka, sio kama nacheka kwa mazuri. Na wacheka ndugu zangu wamehangaika. Naam, hawa kwenye Waarabu hata mimi kidogo kama kuniona kuna ukakasi kidogo. Wewe unaona matokeo waliowatoa yapo sawa au kuna chochote kama chukua kinaendelea? Ndugu mtangazaji, yaani Waarabu yaani ukinikumbusha nalia. Yaani wanavyotufanyia wale wapumbavu wale. Mimi nawaambia tu pendane wenyewe kwa wenyewe. Wale Waarabu Morocco na Misri wapi, lakini wanacheza kitu hiki kimoja. Kwa nini sisi tunachukiana kama ndugu zangu wa Simba? Unaona? Wanatuchukia kishenzi, walikuwa wanaomba sisi tusipite. Ongelea mambo yako wewe. Walikuwa wanaomba sisi tusipite. Ongelea mambo yako mtamzingua wewe. Sio ndugu mtangazaji, unanielewa? Ule ni nini? Upumbavu. Inabidi tupendane wenyewe kwa wenyewe. Sasa basi, swali langu lipo kwenye usajili wako wewe, labda huyu matokeo yako kama unavyoona, wewe umekusanya pointi 8, huyu kakusanya pointi 5. Wewe unaona labda wapi ulimshinda? Bwana, nimemshinda sehemu nyingi sana. Hakuna uliponishinda. Yaani sehemu nyingi. Kwa sababu gani? Kwanza kuanzia kwenye pitch. Uwanjani nimemshinda. Wewe umeona viwango vya Yanga viko vizuri. Yaani kuanzia safu ya mabeki. Hata ukiangalia timu ya taifa kule tu, mabeki wote ni wa Yanga. Tumefanya vizuri. Mpaka tunapewa, yaani dunia mzima inatujua kwamba Tanzania iko vizuri kwa mabeki. Uliza wale mabeki wa Taifa Stars ni mabeki wa klabu gani? Unawapendelea sana hao. Kwa sababu gani? Ndugu mwandishi. Unaona sasa hivi yani kuanzia sasa hivi timu ya taifa, timu ya Yanga yote imekuwa kama sehemu moja tu. Kwa sababu ukiangalia timu ya taifa ile, timu ya taifa wote wanaocheza ni klabu ya Yanga. Hamna hata mchezaji wa Simba. Kwa sababu gani? Huo ni uonevu. Hata ukiangalia kule kwenye ligi kuu ya mabingwa, pointi 5 wameanza kukusanya hawa mabwana.
Umeona? Anasema wapo vizuri kwenye pinchi. Oh, pinchi sijui imefanyaje pinchi. Wapo vizuri. Tutarudi. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa kuna watu wanapaniki sana, lakini bila kusahau nipo chini ya udhamini wa GSM magodoro yaliyo bora nchini Tanzania. Bila kusahau pia Azam HD ambao wao sasa wanatufanya sisi hapa tuwe wajanja kwa kipindi hiki ambacho Simba sasa na Yanga kila mmoja anaongea la kwake, lakini jina langu naitwa Scoba Drama, ukipenda Mr. Okay. Usisahau kusubscribe. Hivyo anasemaje vile naitwa Simba? Subscribe. Scoba. Mama yangu. Game over. Mwenye uwanja wake kaingia. Kipindi kile kinaitwa Mawimbini Scoba Drama. Bye bye. Ciao.